Maisha yetu yamejaa nyakati ambazo hutujenga, nyakati za furaha kamili ambazo hujenga kumbukumbu kwa miaka ijayo, na pia nyakati za shida ambazo hula mawazo yetu, mahusiano yetu, na nyakati zingine hata imani zetu. Inaweza kuwa ngumu kukubali kile tulichoruzukiwa. Je, maisha yangu ni yangu kabisa ikiwa yameshaandikwa kwa ajili yangu? Kwa nini baadhi ya watu wanapambana na maumivu makubwa wakati mimi nimepewa baraka hii? Kwa nini hii inatokea? Kwa nini sasa? Kwa nini mimi? Je, hii inaanza na wazazi wako au babu na bibi zako au hata mababu zako wa zamani? Kwa kweli yote yanaanza na kalamu. Tafakari mazungumzo haya. Ilikuwa Allah na hakuna mwingine. Hakuna pepo wala moto wa Jahannam, hakuna malaika, hakuna wanadamu, hakuna mashetani. Ilikuwa tu Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa miaka 50,000 kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, akaumba kalamu na akaambia kalamu, andika. Na kisha kalamu ikauliza, niandike nini, Mola wangu? Na akasema, andika kila kitu kilichokadiriwa hadi saa ya mwisho. Andika elimu yangu kuhusu viumbe vyangu. Na hapo kalamu inaandika kila kitu katika Lauhin Mahfudh. Huu ni ule ubao wa mbinguni ambazo ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Na Ibn Abbas radhiallahu anhu anaeleza hizi mbao kama zilizotengezwa kwa rubi nyekundu zinazotoka kwenye kiti cha enzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fikiria hadithi zote za kihistoria katika mahali hapo, milki ya mataifa madhalimu na mashujaa. Ata rahimahullah alisema, imeandikwa hapo, Firauni ni miongoni mwa watu wa motoni. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab. Lakini sio tu haya matukio makubwa ya kihistoria, pia kuna hadithi za watu wanaodhaniwa kuwa wasio na maana, na kila hisia zimeandikwa, na kisha kuna sura maalum yenye jina lako, na ina nyakati zote muhimu zinazojenga maisha yako, nyakati ambazo zikuunganishwa kwa njia ambayo ni ya kipekee kwa Al-Hakim, mwenye hikma, yote ili uweze kumjua yeye. Fandhur ila athari rahmatillah, basi ziangalie athari za rehma ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alituandalia na ufahamu huu wa yeye kabla hata ya kutupa uhai, yote ili tuweze kumjua na kisha kumwabudu. Basi tulikuwa wapi kabla ya kufika hapa? Roho zetu katika dunia hii ziko katika pande mbili za ulimwengu wa kiroho. Alamul dhur, ulimwengu wa kabla ya uhai tulipotoka na kisha tukifa. Alamul barzakh, ulimwengu wa kaburi zetu. Sasa subhanallah, kile utakachokiona ni kwamba pande zote za ulimwengu ni giza na hung'aa tu kwa amri ya Allah au kwa matendo mema. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, inna Allah khalaqa khalqahu fi dhulma, hakika Allah aliumba viumbe vyake katika giza kamili. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum, kumbuka wakati Mola wako alipotoa kizazi cha watoto wa Adam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, nafikiria jinsi Allah alivyomuumba Adam alayhi salam, na kisha akatoa kundi la watoto wake kutoka kwenye mgongo wake, na Allah akasema, nimewaumba hawa kwa ajili ya pepo na watafanya matendo ya wale wanaokwenda peponi. Na kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatoa kundi lingine kutoka kwenye mgongo wake, na Allah akasema, nimewaumba hawa kwa ajili ya moto na watafanya matendo ya wale wanaokwenda motoni. Sasa tafakari sura ya kila mmoja wa mababu zako na wote wanaofuatana hadi kufikia wewe. Na tulitoka kama dhar, mfano wa chembe ndogo, na Allah akatusambaza katika bonde la Naaman ambalo ni Arafa. Sasa tafakari sura ya Arafa na Hija. Lakini sio tu mamilioni ya Waislamu, bali kila mwanadamu aliyeumbwa kama chembe zilizokusanywa katika mahali hapa pa Arafa. Na ndiyo maana Arafa kilugha ina maana kuja kumfahamu Mola wako, kwa sababu tunarekebisha agano la asili kila wakati tunapokwenda. Na ilikuwa agano gani? Allah subhanahu wa ta'ala aliongea moja kwa moja na kila mmoja wetu
na akatuambia, alastu birabbikum, je, mimi sio mola wenu? Haya yalikuwa mazungumzo ya kwanza na Allah na tumelisahau, lakini athari yake imekita kwenye nyoyo zetu, na ndiyo maana tunaamini kila mtu ana mwelekeo wa Mungu na kisha anachagua kumfuata au la na kumjua yeye. Uunganisho mwingine wa kushangaza kuhusu ule ulimwengu wa kabla ya uhai ni kwamba utagundua ulianza na swali alastu birabbikum, je, mimi si mola wenu? Na ni kipi cha kwanza tutakachoulizwa kaburini tutakapotoka katika ulimwengu huu? Man rabbuka, ni nani mola wako? La ilaha illa Allah. Hilo ndilo agano ilivyo katika kila mmoja wetu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, Allah alitupa nuru yake kwa viumbe, na yeyote aliyeguswa na nuru hiyo anaongoka, na yeyote asiyekuwa na nuru hiyo anapotea. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba Allah aliweka kati ya macho yetu kila mmoja sehemu ya nuru, lakini nuru yetu haiko sawa hapo, kama vile nuru yetu haiko sawa kaburini na haiko sawa siku ya Kiyama. Hii ni nuru ya wema wako, na nataka utafakari kiasi gani cha nuru kilikuwa kwenye bapa lako. Na tafakari Adam alayhi salam akitembea katika mkusanyiko huo siku hiyo na akitazama kila mtu na nuru yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema alishangazwa na mtu mmoja, na huyu ni mtu ambaye atajulikana kwa matendo yake ya ibada baadaye. Mtu ambaye atasali sehemu ya mwisho usiku, atakula kwa siku moja na kufunga siku nyingine, atakuwa na maisha ya shukrani. Nabii Adam alayhi salam akatazama nuru yake na kusema, ai Rabb, man hadha, mola wangu, huyu ni nani? Allah akasema, huu ni mwanao Dauda alayhi salam. Na Adam alayhi salam akasema, na ana miaka mingapi? Akasema, ataishi kwa miaka 60. Adam alayhi salam akasema, mpe miaka 40 ya miaka yangu kwa sababu anahitaji kuishi zaidi. Hebu tafakari Adam alayhi salam akitembea kwenye mkusanyiko huo na kisha akikutana nawe kwa mara ya kwanza. Je, unafikiri nuru yako ilimvutia au unafikiri aliondoka tu? Na kisha baada ya hapo tafakari sisi kukutana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, roho za watu wanaofanana. Roho ni kama wanajeshi waliokusanywa. Unajua utambuzi wa nuru zetu siku ya Kiyama, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba athari ya udhu wetu utang'aa kutoka kwa miili yetu na pia matendo yetu mema. Hata kabla ya kufika hapa, nuru hiyo iliongoza roho za watu wema kukutana hadi kufikia Ibn Mas'ud radhiallahu anhu kusema kwamba ikiwa roho ya muumini inaingia kwenye kundi la watu 100 wakiwa wanafiki, angemkuta yule muumini mmoja kwa mvuto wa nuru hiyo. Hivyo utakayekuwa na utakayekutana naye tayari imeandikwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, kalamu zimekauka kwa ujuzi wa Allah. Lakini ikiwa hivyo, je, una uamuzi wowote katika kile kilichokadiriwa kwa ajili yako? Ndiyo, kwa sababu kuna aina nyingi za kuandika qadar. Maandishi ambayo hayabadiliki kamwe ni Al-Lawhul Mahfuz, lakini kuna Lailatul Qadri kila mwaka. Kwa kweli kila siku, kullu yaumin huwa fi shan. Allah azza wa jalla anakadiria, na wakati ulipokuwa tumboni mwa mama yako kulikuwa na qadar, na yote hayo yaliandikwa. Yanaweza kubadilika kutokana na dua na matendo, lakini yote hayo yamezingatiwa katika Al-Lawhul Mahfuz. Nini kitabadilika? Amejumuisha katika maandiko yake. Hivyo basi, kuna faida gani ya kufanya mema ikiwa huwezi kuepuka hatima yako iliyoandikwa? Masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam swali lile, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, fanya matendo mema na kila mtu atafanikiwa kwa kile alichoumbwa kwa ajili yake, kwa sababu Allah hakulazimishi kadar ambayo hauna uhusiano nayo. Ni maamuzi yako na matendo yako ambayo utakuta yameandikwa siku ya Kiyama, sio katika ubao wake ambao tayari umeandika kile alichokijua utakifanya. Ujuzi wake kuhusu hatima yako ni kamili, lakini kuna maamuzi yako ndani ya hatima hiyo bila kuiepuka kamwe. Maisha aliyokuumba ni kwa sababu tayari aliyajua utakavyoyaishi, lakini lazima uishi maisha hayo na kuendelea kupitia nyakati nyingi zisizojulikana mbele yako. Haipumui roho yako ila kwa amri ya hatim, hata pumzi moja haitoki ila kwa amri ya hatma. Na maisha yako na hatima yako yanapoanza, na unapoanza kuchukua usukani wa maisha yako, utagundua kwamba Allah daima anajua vyema. Na unaweza kugundua kwamba bado inakushangaza hata wakati usiotarajia. Basi nini kusudio la uwepo wako? Kwa nini wakati huu?
Allah alichagua kuweka roho yako duniani? قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.